Alisha nguo kabaki na bukta peke yake. Kufika na mshikashika mapaja. Bidada kaanza kushtuka. Hasa inakuwaje unakuwa unatetemeka afu unakuwa sikuelewi bidada. Ndio vile wamesema wewe unajiuza afu ndio kwamba unakuwa unatetemeka. Kwamba ndio vile uelewe chochote. Akasema hapana, nilikuwa najisikia tu vibaya. Wewe fanya unachojisikia mwenyewe. Akasema poa. Anashika tena kiuno bidada anatetemeka vile kama ile chochote. Akamwambia shida nini, mbona sikuelewi? Akasema niko good tu, lakini nilikuwa nahofia hapa na UTI sugu afu pia na gono nahofia kukuambukiza. Akasema kingine nini? Hapana, ni hivyo tu. Basi poa, natumia kondomu swazi. Hapana, basi ngoja nikwambie ukweli. Mimi hapa nisijefanya chochote na mwanaume, maana mimi ni bikra. We, bikra kivipi unajiuza mtaani na kwenda mtaani na zura? Najua ni ngumu kuamini, lakini ukweli ni kwamba hivyo mimi naogopa kufanya, sijafanya na mwanaume yoyote. Kwa hiyo ndio maana kwamba unaona natemeka. Lakini kubwa zaidi nilikuwa nahitaji hela kwa ajili ya matumizi ya shuleni. Ndio maana mdau nikakwambia kwamba nahitaji hela kuendelea na masomo yangu ya chuo ya kuendelea na mwandishi wa habari. Kaambia imekuwaje mpaka imekuwa hivi? Akasema ni kwamba mimi nilifelia ada chuoni nikaamua nifanye biashara zangu kama hizi, lakini ndio unavyonikuta pale ndio kama mara yangu ya kwanza kutoka nje kwa ajili ya kufanya chochote kile ili niweze kujipatia kitu fulani vile. Okay, sawa. Kwa hiyo maamuzi yako ni nini? Hapana, mimi nataka niondoke. Nilikuja hapa kwamba nipate tu hela lakini nimeshindwa. Kwa hiyo mimi nataka niendage nyumbani. Kaambia wewe tulia Uswazi. Umekaa na mtu mzuri hapa na mimi ni mtu mzuri ambaye siwezi kufanya chochote kile. Kaambia hapana, siwezi kulala kitanda moja na wanaume. Je, ukiamka usiku kanibaka? Kaambia wewe tulia Uswazi. Mimi sina upulu kama kicheche. Mimi hapa ni Andrea. Mimi ni mtu ambaye ni